Aisha, tazama jinsi bustani hii ilivyopendeza leo. Maua yamechanua vizuri sana. Hii ni kutokana na ile mvua ya jana. Ni kweli kabisa Jabir. Huku kuna hewa safi na pia kuna utulivu. Hapa ni pali pazuri sana pa kupumzika na kusahau pilika za mji. Mariam, tangu asubuhi nimekuwa nikitafuta makosa haya, lakini kila nikiangalia ulimi wangu unazama kwenye bahari ya ukimya. Jesse, kwanza kaanza kwa maneno. Mimi ni msiri wako. Wewe unajua. Moyo wangu ni sanduku la siri zako zote. Na nimekuwa nikifikiria kuhusiana na ule mradi wako wa kazi. Unaendeleaje? Na inaonekana unatumia muda wako mwingi. Kwa kweli unaendelea vizuri sana. Changamoto nyingi sana, lakini inanipa bidii ya kuamka kila asubuhi. Mafanikio yanahitaji jitihada eti. Ni kweli. Ila leo moyo wangu umekufunguka kwa kasi tofauti. Uzuri wako sio machoni pekee. Ni nuru inayoangaza kila mahali. Sitaki uwe mpenzi tu. Nataka uwe pacha wa moyo wangu maisha yote. Hapo ulipo, umekuza mahali ambapo hakuna mfano wetu. Hadi zangu kwa kumtabizi, kama mwendo wa bahari. Basi na iwe hivyo. Kila jua litakapochomoza liwe linatupata pamoja, tukijenga ndoto zetu moja baada ya nyingine. Hakika, jitihada ndio msingi wa kila kitu. Ni jambo la busara kuwa na malengo kama hayo. Naona muda wa kuelekea nyumbani sasa umefika. Jua limetua na giza litaingia hivi karibuni. Ni kweli. Safari ya kurudi inaweza kuwa na foleni. Twende zetu. Jose. Mariam, umechelewa. Nilifikiri umechoka kuningoja.
Ama hata umebadilinia dakika za mwisho? Kakangu amerudi mapema leo. Imebidi ningoje aingie bafuni ndio ili niatie nitoke. Lakini mambo yanazidi kuchemka. Babangu kila akiniangalia nakaa najua kitu. Mariam, tulikuwa tushalizungumzia hili. Huu mtaa ni mdogo na watu wana macho ya paka. Hawatatuacha tupumue. Kila siku itakuwa ni kashfa, vitisho na kelele. Unadhani sijui? Kuwa na wewe, hiyo ndio maisha nayo tamani. Na kila mtu anatuzuia. Ila nikifikiria kuachana na wewe, naona giza tupu mbele yangu. Basi tusiwape nafasi ya kututenganisha. Leo usiku nitakungoja pale uwanjani. Nitakuwa na kila kitu tayari. Tuvuke upande wa pili na feri ya mwisho. Kisha tuchukue gari ya kwanza asubuhi na mapema. Twende mbali na mji. Chukua hii. Kila ukiangalia, jari yangu iko na wewe. Nitakuja Jose. Nitakuja. Mariam. Ni kaka. Inafaa niende. Nitakuja. Sinkoma vitu nanire baf washa like piga shots ikifika usiku si utanipea tap takita vile nitakupea usiniulize. Junior they said hadi hapo kokona. Niko sure you hujaiona. Mbona? What do you mean mbona? What do you mean mbona? Hodi humu ndani ama mpaka mtu akuandikie barua ndo ajue amesimama hapa. Zainab. Unataka kumtoa roho kijana wa watu? Karibu ofisi kama unavyoona. Hapa ndio tunatengeneza maajabu. Maajabu gani hayo? Tangu mwaka uanze, hii redio nimeiona hapo, hata haijai kutoa hata sauti ya mbu. Unajichosha tu bure. Hujui kitu. Hii inaitwa sanaa. Hii nikimaliza kufanya marekebisho hii, mtaa mzima watakuja kununua tikiti ili kusikiza mziki wangu. Na leo vipi? Nimependeza sana. Hizo kanga vipi? Kwani kuna sherehe wapi? Mbona unanichanganya? Bwana, wacha maneno ya sifa. Nimekuletea chakula. Najua umeshinda hapa kugombana na vyuma.
Hata najua hauna chembe cha nguvu mwilini. Mimi nikose nguvu? Unajua niko na mipango ngapi hapa mjini, lakini kwa kuwa umeleta kwa roho safi na siwezi kataa neema ya Mungu, leta. Mpaka lini utaishi hivi mpenzi wangu? Kila siku unakaa tu hapa uani, kugombana na vitu havina mbele wala nyuma. Mimi kila siku nakuombea ubadilike, upate kazi. Kila mtu ana riziki yake. Mimi hapa natafuta mtonyo wa akili. Kazi gani nitafanya kwa hii mtaa yetu? Kila sehemu nataka kujulikana. Kazi zipo. Sema tu ni hutaki kutoa jasho la halali. Unataka tu njia za mkato. Mimi nakupenda tu bure. Hizi tabia zako ipo siku itafika. Nitakuja nikuache na hiki kiredio chako. Wacha maneno ya kunitisha. Mimi nikiamua kubadilika, nitakuwa na mapesa kuliko wanaokuja kwenyu na suti. Hii redio ikitoa tu sauti, jua mlango tajiri imefunguka. Haya, nitaondoka sasa. Hakikisha umeosha mkebe wa mama, ulete ukiwa safi. Au usije ukaupiga bei kwa wale wanauza plastiki. Sawa? Utajiri. Tajiri gani na hata mimi mwenyewe sina 100 ya akiba. Nani huyo? Hii ni baridi vizuri sana. Inakata kiu kabisa. Ndiyo, mama ameitengeneza mwenyewe hii asubuhi. Sawa. Mama yako daima anajua namna ya kumkaribisha mgeni. Aisha, hii ni mara ya 5 tunaketi hivi tu. Na wazazi wetu washaanza mazungumzo kuhusiana na mahari na tarehe ya harusi. Na kila mmoja anatuona sisi kama mfano bora wa kuigwa. Wanachokiona hao ni picha tu. Picha za familia mbili zenye heshima, dini moja, na pia maisha yanayofanana. Lakini wanachokiona si kila kitu. Lakini Aisha, mimi na wewe tunaelewana. Kwa sababu kila tukiwa pamoja, tunazungumzia tu kuhusiana na hali ya hewa, afya ya wazazi wetu na chakula. Hakuna kingine zaidi ya hicho. Unataka tuongee nini? Na hii si uhusiano wetu, ni mkataba wa biashara uliotoa sahihi hata kabla hatujazaliwa. Unataka nikwambie moyo wangu unadunda kwa kasi kila ninapokuona? Wewe ni mwanaume mzuri sana. Na kila mzazi angetamani sana kijana kama wewe awe mke wake. Lakini hapa hakuna kinachochemka. Hata mimi nahisi hivyo tu. Najaribu kulazimisha moyo wangu kupende kwa sababu kila mmoja ananiambia Aisha ndiyo mke bora. Lakini kila nikikukaribia nahisi ndo tunazidi kuwa mbali zaidi. Inahuzunisha, sio? Kwamba watu huko nje wanapambana na dunia ili wawe pamoja, huku sisi tumewekewa kila kitu kwa sinia, lakini hatuna hamu hata ya kuonja. Sasa tutafanya nini?
tuone tu kufurahisha wazazi, ilhali mimi na wewe tunajua nyumba yetu itakuwa baridi kama friji. Sijui Jabir, lakini siwezi ishi maisha ya maigizo milele. Lazima siku moja ukweli utakuja kutushinda nguvu.